tutakapoonana, Anasema baba na mama wataachana, watoto sina nani watachukiana, lakini na watu wote watawachukia kwa sababu ya jina lake. Maana yake ukubali utafukuzwa kazi kwa sababu ya jina la nani? Sasa hapo ndipo pana kitendawili. Mtu awaze kwamba nifukuzwe kazi kwa ajili ya Yesu, basi achana na Yesu. Amen. Amen. Maana yake hapo ndipo penye kitendawili, kwamba niambatane na kazi au na Yesu. Endelea kusoma. Lakini mlionapo chukizo la uharibifu, ndio ndio anasema mlionapo chukizo la uharibifu likisimama mahali ambapo sipo penyewe, anasema mwenye hekima, sema mwenye hekima, sema kwa sauti mwenye hekima, na afanyeje? Afahamu. Hekima ni nini? Ni ujuzi, amen, wa kujua mambo ya rohoni. Anasema hapa mwenye hekima. Ndio maana unapoishi muombe Mungu hekima ya kupambanua nyakati. Amen. Hii hekima ndiyo ilimsaidia Danieli kipindi ambacho yeye alikuwa anapita kwenye shida. Hii hekima ndiyo iliwasaidia mitume wakati wanapitia mazingira magumu. Anasema mwenye hekima na afahamu. Ndio ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie wapi? Milimani. Ndio. Na mtu ambaye yuko juu ya dari asishuke. Ndio. Wala siingie kuchukua kitu nyumbani mwake. Na aliye shambani, maana yake nini? Na aliye kanisani asirudi tena ulimwenguni. Maana yake kama ulikuwa kuna pombe uache, kama ulikuwa ni mzinzi uache, maana nyakati hizo ni hatari. Ndio. Ole wao, Bwana Yesu asifiwe sana. Ole wao wenye mimba. Mimba ni nini? Amen. Ni dhambi ambazo zimo zinahangaika. Amen. Unatamani usini. Amen. Ole wao nini? Wenye mimba na nini? Wanyonyeshao. Ndio. Ombeni, sema ombeni. Hayo mambo yote yasitokee wakati umepoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombeni hayo mambo yote yasitokee wakati wa nini? Wa baridi. Manake yatokee wakati wewe roho yako iko na joto, iko na moto. Manake usiku na mchana ulali, unaomba na kesha. Baridi ni nini? Ni kupoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo mambo omba ya kukute wakati uko moto. Hebu rudia tena. Sasa kama nakwepa maombi, amen, utaombea wapi? Ndio maana tunasema njoo tuombe. Kuna kipindi ambacho kinakuja sio chenyewe, ambacho hata kazi yako itakuwa chungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bora ukose hela lakini usimkose. Bora ukose kila kitu, usikose roho yako ikaenda kwa Baba. Anasema ombeni hayo mambo yasitokee wakati wa baridi. Kwa nini yasitokee? Biblia inasema kinyonge hakitakanyaga. Ndio maana unahitaji udake moto ambao utakusaidia hata vipindi vigumu, hata nyakati ngumu zinapokuja. Unapochukiwa uwe moto, usiwe vuguvugu. Ndio maana Mungu hataki vuguvugu. Ukisoma kwenye Ufunuo kula anasema nitawatapika. Kwa nini? Kwa sababu sio moto wala nini? Wala baridi. Upo katikati unaelewa. Na kipindi hiki tulicho nacho ni kanisa la sasa. Yani wengine wamepoa, yani wako baridi kabisa. Lakini wengine wako vuguvugu. Vuguvugu ukoje? Maana uendepo kanisani, unakaa hapo wiki hili, ngoja niende pole. Amen. Ili hapa pana, ngoja nifanye biashara. Amen. Ili hapa ngoja nisihudhurie kabisa. Na mchungaji anatusumbua sana. Yeye hana kazi yoyote ya kufanya. Yesu anaongea tu kwenye maiki. Maana yake ni hatari. Mwingine hapa ndipo penye mwenye hekima afahamu. Ndio maana mpende Yesu kuliko kitu chochote. Mpende Yesu hata kuliko mke wako. Mpende Yesu hata kuliko mme wako.
Mpende Yesu hata kuliko kazi yako. Mpende Yesu hata kuliko wazazi wako. Maana kuna siku hao wazazi mtafitinika tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ungebembeleza mume, yani kama ni wakukuacha atakuacha tu. Hata ungebembeleza mke, kama si wakukuacha atakuacha tu. Kwa hiyo mpende Yesu, ambaye Yesu anayejiita kwamba yeye ni nani? Ni mume wa wajane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana kaa na Yesu kwa kumhakikisha, maana nyakati hatari zinakuja. Usitekelee mambo yanayotokea. Amen. Ni kipindi tu, hiki kinapita tu. Amen. Changamka, mwenye akili na afahamu. Mwenye akili afanyeje? Afahamu. Na watu tumejaliwa akili ya mambo ya duniani, lakini kupambanua mambo ya rohoni tumeshindwa. Watu ni watu wazima kutuangalia, lakini kwenye akili ya kiroho ni watoto. Yani mambo yanapotokea tunachukulia kawaida tu. Na ndio maana usichukulie kawaida jambo lolote linapotokea, iwe katikati ya nchi au katikati ya mkoa au katika kijiji unachokaa. Lazima uwe na akili ya kupambanua hili jambo limekuja lina sura gani ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukaingisia kwa sababu tupo kwenye nini tunaenda kuteua. No, lazima uchanganue kwamba wakati huu ni wakati gani. Amen. Hiki ni kipindi cha mwisho, kukaa macho, sio kulala. Na kama umeamua kumfuata Yesu, mfuate Yesu kisawasawa. Acha urokole ule wa mazoea. Amen. Unamwendea Yesu kama unavyotaka. Yani unampigia Yesu na simu kabisa. Yesu, leo siji ibadani, niko kazini kwangu, wateja wamenitinga, naenda kutafuta mzigo. Amen. Leo Yesu, leo sijapata mzigo, kwa hiyo sitakuja kanisani kwa sababu sina hela ya kula. Yesu hayuko hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe uliyefika, Mungu akujalie, akupe neema ya kujua na kupambanua nyakati kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema watoto watawachukia wazazi wao. Lakini hata wazazi, hata yule mzazi unayempenda, kama umeokoka kweli kweli, amen, kama amani ipo, amen, jichunguze vizuri. Ndio maana unapofika level ya wokovu, wokovu unakuja kubadilisha mambo. Kuna wakati wazazi watakuchukia, kuna wakati ndugu watakuacha, kuna wakati mume atakuacha, lakini Yesu hajakuacha. Lakini Yesu hawezi akakuacha. Ndio maana nyakati hizi zinahitaji akili ya kujipambanua, ya kwamba hapa nilipo ndipo penyewe, hapa nilipo ndipo panapofaa, hapa nilipo ndipo panapotakiwa. Nyakati ngumu zinahitaji akili za kupambanua. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anapoona roho yako imekaza, amen, Bwana Yesu asifiwe sana, analeta jambo ambalo limekaa moyoni. Kama mume amekaa moyoni, atavuruga akili yake. Kama mke amekaa moyoni, atavuruga akili yake. Lengo lake apime imani yako. Unapenda mke au unapenda mume? Amen. Mzee wa kanisa, usichangae siku moja mama pale amevurugwa, akuelewi, kumbe unapimwa kwenye wokovu wako. Na tena usiseme yeye ameokoka muda mrefu. Hapana, kwenye kipimo, amen, akiangalia kwamba huyu ametangulia ndani ya wokovu au hajatangulia. Usianze kukumu tena, wewe nimekukuta ndani ya wokovu. Ni kipimo chako cha kusimama. Je, unampenda Yesu au mume wako, mke wako? Unampenda Yesu au kuliko mtoto? Biblia inasema watachukiana. Kwa hiyo hali ya kuchukiana ni kipimo ambacho kilikuwepo mpaka zamani, na kitakuwepo na kitakuja hata ungeombaje. Amen. Kuna wakati ni kweli Mungu ponya ndoa, leta amani kwenye ndoa, lakini kwenye kipimo cha Yesu kila kitu kinavurugwa. Lengo lake wajue Mungu una imani kiasi gani na Yesu ndiye naye. Ndio maana leo pokea neema kwa jina la Yesu ya kupambanua nyakati, kwamba hizi nyakati tulizo nazo ni hatari. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema na mshukuru Mungu, mimi mume wangu tuna amani na wewe. Amen. Ngoja pachangamke. Chochea moto vizuri na Yesu. Chochea vizuri na moto na Yesu. Unashangaa yule, amen, ameanza kukununia.
Kwa nini unajiuliza? Mbona tena? Ndio maana nimesema sisi, kwa mfano mimi na mke wangu tumeokoka. Amen. Mzee wa kanisa na katibu wameokoka. Amen. Na wengine wamefanyaje? Wameokoka. Sasa hii inakuwa ni kigezo. Ngoja yule shetani akija anakuja apime tu imani. Amen. Apime kwamba je, umesimamaje? Ndio maana leo pokea nguvu ya kushinda nyakati ngumu kwa jina la Yesu. Pokea neema ya hata mazingira, hata bahari ingechafuka, mwangalie Yesu kwamba Yesu, wewe ndio kila kitu kwangu, wewe ndio msaada wangu, wewe ndio sitakuacha kama. Anasema hapo ndipo wenye akili wapambanue, wafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kusoma. Kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki. Kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki. Ndio? Yaani hiyo siki, sema hii siki haijawahi tokea toka kuumbwa. Kwa nini? Kwa ulimwengu. Ndio? Mungu hata sasa. Ndio? Wala hiyo siki, sema hiyo siki haijawahi kutokea toka kuumbwa kwa ulimwengu, wala haitakuja kutokea tena. Maana yake hicho ndicho kiwango kingine. Haya masomo nani amewahi fundisha? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nani amewahi fundisha haya masomo? No mkono. Nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Au tumefuatilia mtandaoni? Amen. Haleluya. Kwa hiyo anasema hivi kwamba hii siku haijawahi tokea wala haitakuja kufanyaje? Kutokea. Lakini ufahamu neno hili kwamba kutakuja nyakati hatari. Ndio? Yaani Bwana sifiwe. Kama Bwana asingefupisha hizo siku, asingevumilia hata mtu, asingevumilia hata mtu. Kwa mfano, amen. Wanasema eti unampenda Yesu? Nampenda. Ndio baba kata kidole. Amen. Wanarudia tena, unampenda Yesu? Mpende. Nampenda. Wanakata kidole kama mguni. Amen. Unampenda Yesu? Mpendi. Nampenda Yesu, wanakata sikio. Amen. Yaani wanahakikisha mpaka waone. Amen. Kwamba wewe kweli unampenda. Unampenda Yesu? Mpendi. Nampenda. Wanakata mguu. Amen. Wanachowinda ni roho yako. Wanachowinda ni nini? Ni roho yako. Sasa mtu akiona panga, amen, nampenda Yesu? Mpendi. Panga mwache, wala simjui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uko tayari kutamba chapa kabisa kitu hiki hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ghadhabu ya Mungu ambao wale waliochapa ile ya 666